Siku zote babu yangu alinieleza kuwa msitu wa Kimunyu ulikuwa na siri nyingi. Alisema kuna viumbe wa ajabu wanaoishi huko, wengine wazuri, wengine wabaya. Alisema kuna wanyama wanaozungumza lugha ya wanadamu, miti inayosikia siri za watu na mtu pori. Sikuwahi kuamini hadithi hizo mpaka siku ile nilipompoteza Upendo, mchumba wangu wa dhati, na nikajikuta nikiingia msituni kumtafuta. Nilikuwa mkazi wa kijiji cha Kihindi, kijiji kidogo kilichozungukwa na msitu mnene wenye harufu ya mvua na ardhi iliyolowana daima. Nilizaliwa na kukulia hapo, nikijua kuwa maisha yetu yalitegemea ardhi, mito na wanyama wa msituni. Wazee wa kijiji walituonya tusithubutu kuvuka mpaka wa msitu wa Kimunyu baada ya jua kuzama. Walisema msitu huo ulikuwa na nguvu za giza, lakini mimi sikuamini mpaka nilipoingia ndani yake usiku wa giza nene, nikitafuta kilicho cha thamani kwangu. Upendo alikuwa kila kitu kwangu. Alikuwa msichana mwenye ngozi ya asali, macho makubwa yaliyojaa siri, na tabasamu lililowafanya hata wenye huzuni waache kulia. Tulikuwa wachumba tangu utotoni, na tuliahidiana kuoana punde tu tutakapofikisha umri wa miaka 20. Lakini siku hiyo ya mkesha wa harusi yetu, Upendo alipotea. Alikuwa ametoka kwenda kisimani saa za magharibi kuchota maji kwa ajili ya mama yake. Alipotea bila dalili yoyote. Tulimtafuta kila mahali kijijini, kwenye shamba la miwa, hata kando ya mto ambapo tulipenda kukutana usiku wa manane. Hakukuwa na alama za miguu wala kelele za msaada ambazo mtu yeyote alisikiliza. Ni kama dunia ilimmeza ghafla. Usiku ulipoingia, wazee wa kijiji walitamka kwa sauti ya hofu, amechukuliwa na mtu pori. Kila mtu alinitazama kwa huzuni, kana kwamba tayari walishampoteza Upendo. Lakini mimi sikukubali. Nilikataa kuamini kuwa alikuwa amepotea milele. Nilijua ndani ya moyo wangu kuwa bado alikuwa hai mahali fulani. Hivyo niliamua kufanya jambo ambalo hakuna mtu aliyewahi kuthubutu. Niliingia msitu wa Kimunyu peke yangu. Usiku huo ulikuwa mweusi kuliko kawaida. Hakukuwa na mwezi na nyota zilijificha nyuma ya mawingu mazito. Nilivaa kikoi cheusi, nikajifunga upinde mgongoni na kisu cha babu kiunoni. Nilihisi baridi ikinivamia mgongoni nilipoanza kupenya kwenye giza la msitu. Nilitembea kwa muda mrefu, nikisikia milio ya ndege wa usiku na vishindo vya wanyama waliokuwa wakihepa ujio wangu. Nilihisi kama macho yasiyoonekana yalikuwa yakinitazama kutoka kwenye vivuli. Baada ya muda, niliona kitu cha ajabu, mstari wa mlango wa mawe mkubwa uliokuwa umejificha nyuma ya mizizi mikubwa ya mti wa mvule. Mlango huo haukuwepo hapo kabla. Nilipomkaribia, niliuona ukiwa na alama za mikono miwili, kana kwamba mtu aliwahi kuugusa kwa nguvu sana. Nilipoweka mkono wangu juu ya mawe hayo, mlango ulitetemeka kisha ukafunguka polepole. Moshi mwepesi mweupe ulitiririka nje, ukiniacha nikiwa nimepigwa na butwaa. Nilichukua hatua moja ndani, halafu nyingine. Nilikuta ulimwengu tofauti kabisa. Kilichokuwa mbele yangu kilinifanya nishindwe kupumua kwa muda. Kulikuwa na kijiji, lakini si kijiji cha kawaida. Kilikuwa kimetengenezwa kwa miti iliyo hai, na nyumba zilionekana kama sehemu ya ardhi. Kulikuwa na watu au viumbe waliovaa ngozi za wanyama, na macho yao yaling'aa kama ya paka gizani. Nilipojaribu kupiga hatua nyingine, sauti nzito ilinisimamisha. Nani umethubutu kuingia katika himaya yangu? Niligeuka. Mbele yangu alisimama mtu mrefu sana, mwenye ngozi nyeusi yenye kung'aa kama chuma kilichochomwa moto. Nywele zake zilikuwa ndefu, zikining'inia kama mizizi ya mti. Alikuwa na alama za ajabu mwilini mwake, na macho yake yalikuwa mekundu kama makaa. Nilijua mara moja, mstari alikuwa mtu pori. Nikajikuta nikipiga magoti bila hata kutaka. Kulikuwa na kitu kuhusu uwepo wake kilichonifanya nitetemeke. Nimekuja kumtafuta Upendo, nilijikaza kusema. Aliangua kicheko kikubwa, kisha akasema kwa sauti ya baridi, unadhani unaweza kumrudisha kutoka kwangu? Nilihisi tumbo langu likivurugika. Yuko wapi? Niliuliza kwa hasira. Mtu pori alinitazama kwa macho makali, kisha akatabasamu kwa namna ya kutisha. Ikiwa kweli unampenda, utajaribu kumkomboa kwa kufanya mtihani mmoja. Nilihisi mwili wangu ukitetemeka. Sikujua mtihani huo ulikuwa wa aina gani, lakini nilijua jambo moja.